is now clearly seen within Mombasa. I know if you come to this city or this county in a year or so, you will never even imagine you're in Mombasa, my friend, because of infrastructure investment that has been put here. We are looking at Mombasa West, Mombasa North, dualling of the road, bridge. Today you broke ground, Your Excellency, to remove the causeway so that Mombasa can truly be an island. So that investment is in billions and billions and hundreds of billions of shillings that has been brought to us. And I tell you, it is as a result of the cordial relationship the leadership has. We talk to each other. Finally, Your Excellency, I want to say something because kuna watu ambaye bado wanaendelea kuzungumza. This port here has grown. Mombasa port has grown. When we started and when SGR started, the port was doing 20-something million tons. 20 million tons. And I want you guys to listen to me carefully. Kwa sababu kuna watu bado wanapanganga mingi. Yes, very well, Governor. Tulipoanza hii bandari wakati tukipiga ndwele ya SGR, tulikuwa kwa 20 million tons. Sasa hii tuko 35 million tons. Is it true, Mashari, or not? 35 million tons. Mimi nimefanya utafiti. SGR carries 1,000 containers a day, maximum. Containers that are removed from the port are now between 4,000 to 5,000. So as a matter of fact, 4,000 containers are being carried by our truckers. Now hiyo is as a result of us talking to the government. Very well. Sio kila siku lazima tubweke. Saa nyingine mkiingia kwa room unazungumza. So mtu ambaye anasema bado hiyo ni agenda, my friend, umepitwa na wakati. Wanafiki yao ni wanafiki, Governor. Kama uamini nyinyi media, endeni sasa hivi barabarani mwangalie how many trucks are on the road. Yes. So 70% of the output of the ambayo inatoka port, it is on truckers. You kama tupatana hapo. Yes. Lakini people still see a political agenda or an opportunity to try and deny that we have made progress. So Your Excellency, I want to thank you for the investment that you have put in the port here. The new bus, the new oil terminal, where we'll have 4 mega vessels, that is employment for my people. Where we have come from AVA, another 500 people have been employed. So all I want is to us to expedite whatever we are doing, especially economic zones, so that our people get jobs. We are not interested kuongea story mingi kila siku. Sisi tunajua pangana sisi watu huko tulitoka huko. Sasa ni watu ya job. Ndio maana mimi nakwambia tembea kwingine. Hata Mombasa hapa, don't bother. Hawa watu wote ni BBI hao. Wote. Siku muonesheni rais wa BBI mkono muonesheni. So this is the country we want to build, a united country that has opportunities for all of us. Your Excellency, I thank you for your visit, and I'm looking forward. Nasikia unaenda lipi? Tafadhali Mombasa ndio mahali kukuja. Asante sana. Haya. Asante sana Gavana Joho na Mheshimiwa Mishi, viongozi wote ambao wako hapa. Wenzangu hamjambo? Hamjambo tena? Hebu tusalimiane tafadhali mahali tulipo. Asante. Tuwashukuru sana. Tumekuja siku ya leo tukiandamana na hawa viongozi na tukiandamana na waziri na wale wengine ambao wanahusika kuja kuangalia kazi ambayo inaendelea hapa Liwatoni, kazi ya kujenga daraja ambayo itaunganisha kisiwa cha Mombasa na upande ule mwingine wa Likoni. Hii kazi vile Mheshimiwa Joho amesema, tulianza kwa sababu tuliona ile shida wananchi walikuwa wanapata wakiwa wanavuka kwa hii feri, na haswa wakati huu wa COVID, na tukaona watu na ile lines ambazo zilikuwa pale, watu karibu 1,300 kila siku ambao walikuwa wanateseka wakienda makazini, wakienda hospitali, wakienda shughuli zao kwa sababu ya ile feri. Na mimi nikaamua ya kwamba inastahili tufanyie wananchi hawa haki, na ndio waweze kutembea
bila kufikiria, bila kujali ni saa ngapi, mtu akijua ya kwamba mimi nitafika kazi ama nitaenda shughuli zangu bila wasiwasi wa kwenda kugojea feri ama kupanga laini ati ndio nipite, ukitumia masaa 2 matatu ukigojea kupita, ukichelewesha kazi zako. Hii daraja sasa itawezesha Mkenya yeyote kuweza kutembea masaa ile ambaye anataka, kwenda nyumbani, kuingia kazi, kufanya shughuli zake bila matatizo. Tunaelewana wenzangu? Sasa hawa zaidi ya watu 1,100, when your time is ready, dakika 10 umevuka, umeenda nyumbani ama umeingia kazini. Na hiyo ndiyo sisi tulikuwa tunataka. Turahisishe maisha ya wananchi wetu kwa kuwatendea na kufanya miradi ambaye itarahisisha kazi yao, na hiyo ndio lengo letu. Na hii daraja sasa imebaki tu kwa sababu imekwisha, lakini tumekubaliana ya kwamba hawa ambao wanajenga, mainjinia na wale wengine, kwa mwezi huu mpaka tupite hapo sikukuu, waendelee washughulikie, wahakikishe ya kwamba kila kitu ni sawa, iko safe. Lakini tumekubaliana nao kuanzia the 1st of January wananchi muwe mtakuwa mnapitia hapa bila shida, bila anything. Lakini kwa hii wiki chache tuhakikishe ya kwamba kila kitu kimeundwa, kwa sababu hatutaki kuhatarisha maisha ya wananchi wetu, si ndio? Kwa hivyo from the 1st of January, na ndivyo tumekubaliana, hii daraja wananchi ndio mtakuwa mkitumia kuvuka na kuingia upande wa Likoni. Si namna hiyo? Na mimi naamini ya kwamba itasaidia wakaaji both wa hapa kiziwani sa Mombasa na pia upande ya Likoni na Kwale kwa jumla. Hapo awali pia tulikuwa tumeenda kuanzisha daraja pale Makupa, ambaye tutakuwa sasa tukivuka, kwa sababu tunataka Mombasa iwe kisiwa tena, kwa sababu hiyo causeway hapo imeleta shida nyingi za environment na mambo mengine. Hiyo daraja ikiisha, Mombasa itakuwa kisiwa, itatusaidia na usafi wa Mombasa, itatusaidia na wavuvi wetu pia, kwa sababu upande ule mwingine wa Chuda ambapo sasa maji haitembei, samaki hawazalishi vizuri, sasa hiyo area yote itafunguka tena, wavuvi wafaidike, wakaaji wa Mombasa wafaidike, usafi uweze kuingia Mombasa, na pia wananchi wawe na njia rahisi ya kutoka again mainland kuingia kwa kisiwa cha Mombasa bila shida na bila taabu. Na hiyo tunatumaini baada ya miezi ingine 12 tutaweza kumaliza haya. Jana tulikuwa na waziri mkuu wa Ethiopia ule upande wa Lamu, ambapo tena tunafungua poti mpya, na hawa wenzetu wa Ethiopia na wa South Sudan watakuwa wanatumia hiyo port kupeleka mizigo yao. Hiyo ni kazi kwa vijana wetu ambao wataandikwa huko Lamu. Barabara tayari kutoka Malindi kuelekea mpaka Lamu. By February hiyo tutazindua. Wananchi wa Lamu waone lami yao ya kwanza kutoka dunia, iundwe wawe na lami yao. Mtu anaweza kutoka Mombasa kwenda Lamu. Ni kweli hakukuwa hata inchi moja jamani, hakukuwa. Sasa ukitoka Mombasa uko ndani na umefika Lamu na masaa 2 matatu. Na hiyo ni kumaanisha ya kwamba Lamu sasa itakuwa open for business, vijana wapate kazi, na mimi nahakikisha ya kwamba hata usalama utaendelea kuimarika katika sehemu hizo. Si ni hivyo? Mwaka ujao pia tunataka kuanzisha barabara ya kutoka Lamu kwenda mpaka Garissa, ndio ifike upande wa Modogash upande ya Garissa huko juu, ikwende iungane na barabara pale Isiolo ya kwenda Moyale, ndio watu kutoka Nyanyuki, watu kutoka Wajia, watu kutoka Mandera, watu kutoka Marsabit, watu wa Ethiopia, wote ambao wanakuja kutembea Mombasa au kufanya shughuli zao, hakuna haja ya kuteremuka mpaka Nairobi. Unakuja unapitia hiyo. Kama uko biashara Lamu unamalizia huko, kama unakuja Mombasa unateremuka tu nywe. Ni namna hiyo wenzangu.
Alafu tia mwaka ujao tunaanzisha barabara nyingine ambayo tunataka kuunganisha, ndio ituunganishe na wenzetu wa Tanzania. Tutaanzisha barabara ambaye labda kama mwezi wa 3 wa 4, barabara kubwa kutoka upande ya Malindi ikuje ipitie hapa Mombasa, ivuke kupitia hii Dongo Kundu ambaye Mishi ameongea juu yake, itembee mpaka Lungalunga, iingie Tanzania mpaka Bagamoyo. Hiyo sasa ni kumaanisha ya kwamba wananchi wa Kenya na wa Tanzania hakuna tena shida ya usafiri, watu wataweza kusafiri kufanya biashara zao, na tunaamini ya kwamba karibu mwezi wa 4 hapo tutakuwa pale Lungalunga pamoja na mwenzetu tukifungua na tukianzisha hiyo barabara kirasmi. Kazi hiyo ianze wananchi. Asante Kongole, Your Excellency. Kuna yale ambayo tunaendelea hapa, hii barabara ya kwenda airport, barabara ya kuelekea upande ya Mariakani na kwingine, hizo tunaendelea. Kwale tumeunganisha hiyo barabara ya kutoka Samburu kwenda Kinango, na hivi karibuni tunataka kutoka Kinango tuende mpaka Kwale. Hii Dongo Kundu ndio hiyo tumekubaliana ya kwamba tunataka tumalize hiyo, alafu tuanzishe huu mradi wetu wa economic zone hii. Yeah? The economic zone ambayo tunataka kuanzisha hapo, pia vijana wetu waweze kupata kazi na waweze kuendelea na mambo yao. Jameni, mambo haya yote tuwatenda ndio vijana wetu waweze kupata kazi. Kwa sababu kazi jameni haitapatikana kupitia kupiga domo peke yake. Domo haianzishi chochote. Domo itakufurahisha, matusi itakufurahisha, lakini kwa ukweli utalala njaa siku hiyo. Hayajengi. Tunaelewana wenzangu? Utalala njaa. Na sisi hatuna haja na wananchi wa Kenya wakilala njaa kwa sababu ya ukosefu wa kazi. Haja yetu ni kuhakikisha ya kwamba tumetumia nafasi ambaye nyinyi wananchi mmetupatia ya uongozi, kuhakikisha tumefanya juu chini, kuhakikisha tumetenda yale ambaye inatakikana, na ndio nafasi za kazi ziweze kupatikana. Kuna wale bado wanaendelea kusema, sijui vile gavana anasema, sasa SGR ilikuja kuchukua makazi ya wananchi wa Mombasa. Jameni, Propaganda. Wakati tulianza kupanua hii bandari, tulikuwa na container milioni 20 ambazo zilikuwa zinafika hapa. Kwa sababu ya kupanua hii bandari, kwa sababu ya kujenga hiyo reli ambayo tumejenga, usafiri wa makontena ambaye inapitia Mombasa sasa, ambaye zamani haikuwa inapitia hapa, ilikuwa inaenda kwingine, imepanda karibu double. Na SGR haiwezi beba hiyo yote. Hiyo makontena mengine yote inapanda na inapelekwa na malori. Jameni, every single day. Kama huo sio unafiki ya kudanganya Wakenya ati ndio upigiwe makofi na ndio ufanye wengine, hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Upanuzi wa bandari umesababisha watu wengine waandikwe. Railway imehakikisha watu wengine pia wameandikwa. Jameni, tusiwe watu ambao tutagonganisha wananchi kwa mambo ya uongo. Tunataka kuhakikisha ya kwamba tunafanya yale ambaye itainua hali ya wananchi wetu. Na kushukuru gavana kwa sababu umechukua pia nafasi hii ya COVID kupanua hospitali yako. Najua hivi karibuni Coast General itakuwa na nafasi ya kutibu hata wale ambao watakuwa na ugonjwa wa kansa na mambo mengine, kwa sababu ya ile equipment inawekwa hapa kurahisisha na kuhakikisha tumeshukisha bei ile ambayo inasababisha familia nyingi kuingia kwa umaskini kwa sababu wako na wagonjwa ambao hawawezi kutibiwa. These are the things that change people's lives. Na mambo haya ndio inatokana kutoka viongozi kusaidiana, viongozi kutembea pamoja, viongozi kusikilizana.
Isiwe tu kila saa jameni ni kubishana na matusi. Vile Mishimboko anasema hapa, wewe ukiwa mkaaji wa Msambweni na unaambiwa ya kwamba utapata constituency nyingine na pesa yako iwe mara 2 ya ile ulikuwa unapata leo, imaanisha ya kwamba pesa ya CDF ya kwako iongezeke, imaanisha 35% mashinani ya pesa za kitaifa itakuja mashinani kusaidia wananchi. Shida iko wapi jamani? Imagine. Shida iko wapi? Imagine. Shida iko wapi? Si ni porojo tu jamani? Si ni porojo? Yes. Kama wewe ulikuwa wa constituency ya Msambweni na ulikuwa unapata shilingi milioni 100 kila mwaka, na sasa utapata shilingi milioni 200 kila mwaka, ai lazima uwe kama ukiangusha hata sijui fikira zako. Pesa ya basari ndio hiyo inaongezeka, pesa ya county ndio hiyo inaongezeka, na ndio tuweze kuongeza mahospitali yetu, tuweze kuongeza nafasi za elimu, tuweze kuongeza basari ya vijana na watoto wetu. Mambo haya ndio sisi tunataka kutimiza. Sisi hatupigani na mtu, sisi tuwapigana na umaskini na ukosefu wa kazi. Hawa ndio adui wetu. Sisi tunataka Kenya iwe kitu kimoja. Sisi tunataka wananchi wapendane, washirikiane na wajue ya kwamba taabu ya Mkenya moja, awe Mkikuyu, Mukamba, Mugiriama, Mudigo, Mjaluo, Mkamba, Hapo. shida ya Mkenya ni shida ya Mkenya. Kwani kuna njaa inajua tumbo ya Mjaluo na haijui tumbo ya Mudigo? Kunaye kweli? Njaa ni njaa jameni. Ukienda hospitali na umeanguka na gari ama umeanguka na bodaboda pale na inasemekana unataka damu, nani anakuuliza wewe ni Mjaluo, Mkikuyu ndio tuende kwa draw tujue hii ndio damu yako? Unawekwa A, B, sijui O kulingana na yako, si ndio? Jamani, tusiwe watu wa kudanganywa na watu hapa. Tunataka Wakenya wawe kitu kimoja, washerehekee na wafurahie nchi yao. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni hivyo? Tutashirikiana pamoja, tutasaidiana pamoja. Hebu nione kwa mikono ni wangapi wanasema tutafanya kazi hiyo pamoja. Amina ndugu yangu, amina. Basi hivi karibuni tunarudi kufungua hospitali ya Joho hapa, si ndio? Tutakuja sasa kuona hii daraja. Januari ya kwanza tunataka kuona watu wakitembea na hakuna malipo, ni bure. Wewe unaingia, unaenda, unatembea, hamna shida. Si kweli? Mungu na wabariki na walinde. Asanteni sana. Na hata huko upande ya Kwale hiyo umesema yote hiyo mambo ya shamba tukuje turekebishe. Wewe waziri mjue vile mtaenda kutengeneza hiyo mambo ya daraja saa huu. Ndio hiyo. Na mambo hiyo yake ya stima pia na soko namna hiyo. Si ni hivyo? Mungu awalinde. Asante sana. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ.